Nizungumzie ili neno linaitwa chawa. Inapofika mahali mtu unaanza kujiita au unaitwa chawa, hii ni kitu ambacho kimezuka hivi karibuni, lakini pia kinaonekana kama ni fashion, lakini nataka nikwambie ni kitu fulani cha hovyo sana. Yaani wewe unayejiita chawa wa mtu fulani, wewe ni mtu fulani wa hovyo sana. Lakini pia na yule mtu ambaye anasema kwamba wewe ni chawa wangu, huyo pia naye ni mtu wa hovyo sana. Chawa ni mdudu anayepatikana kwenye uchafu, kwenye mazingira yenye uchafu, ndiko ambako anapatikana chawa. Na tabia za chawa ni mdudu ambaye anakuwa ananyonya damu, yaani chawa anaishi kwa kunyonya damu za watu. Kazi ya chawa ni kunyonya damu za watu. Na chawa yeye manake ni kitu fulani cha hovyo, manake unaposema mimi ni chawa, tafsiri yake ni kwamba wewe ni mnyonya damu za watu, ni mnyonya damu za watu, ndio tafsiri yake. Lakini pia tafsiri nyingine ya mtu ambaye anamiliki chawa manake ni mchafu. Chawa hakai mahali pasafi, chawa anakaa mahali penye uchafu. Kwa hiyo kuna vitu vimeibuka hivi karibuni, mtu anajisifu kwamba huyu ni chawa wangu au mimi ni chawa fulani. Sasa unapojipa majina kama hayo katika jamii, unatafsirika kwamba wewe ni mtu fulani mchafu sana, ni mtu fulani usiyefaa, mwenye mambo yasiyoeleweka. Kwa hiyo hebu acheni kushobokea au kushadadia vitu ambavyo hamjavijua maana yake. Kuna misemo inaweza ikavuma kwenye jamii, lakini vema sana ukawa unatafuta kujua maana yake. Nafikiri chawa watu wote au watu wengi kwa sehemu kubwa tunakuwa tunawafahamu, na tabia za chawa tunakuwa tunazifahamu, lakini pia hata wanaomiliki chawa tunakuwa tunawafahamu ni watu wa aina gani. Tafsiri yake ni kwamba mtu anayemiliki chawa ni mtu mchafu, mtu asiyefaa, mtu asiyestahili, mtu mchafu. Yani unakuwa na uchafu, wewe ni mchafu. Ni mwanamke unamiliki chawa, wewe ni mchafu. Ni mwanaume unamiliki chawa, wewe ni mchafu. Halikadhalika ni mwanaume unajiita chawa kwa sababu zozote, manake wewe ni kiumbe unayepatikana mahali penye uchafu. Na ndio maana machawa wengi wanaojiita machawa hawapendi kuambiwa ukweli na hawapendi mahali ambapo panazungumzwa ukweli. Wanapenda mtu anapokuwa amekosea au amefanya vibaya, wao kazi yao ni kumsifia, na wanapenda sana kusifia watu wanaofanya vibaya. Yaani unakuta mtu kwenye jamii anaharibu, hafanyi vizuri, sifa yake ni mbaya, lakini wanaanza kumpamba na kumpa sifa kwamba we ni mtu mzuri, we hauna baya, tajiri wewe ukiwepo sisi mambo yanakwenda vizuri, lakini haumwambii kwa habari ya makosa anayokuwa anayafanya. Sasa huo ni uchawa ambao kwa sehemu kubwa unakuwa unaiharibu jamii. Unapojiita chawa wewe, kwa kawaida tu kabisa itakiwa ukamatwe, upigwe sana, kwa sababu wewe ndiye ambaye unafanya watu waharibu na wakosee, kwa sababu huna uwezo wa kuwaambia makosa yao, huna uwezo wa kuwashauri. Wewe kila baya unalokuwa unalifanya unaligeuza kuwa zuri, kila uharibifu unaokuwa unaufanya unaugeuza kuwa mzuri. Kwa hiyo wewe unayekuwa unajiita chawa na wewe unayekuwa una machawa ni watu ambao hamfai na hamstahili katika jamii. Amen.